Ningemvaa mimi huyu, bahati yake. Karibu. Moga. Ando kisa mazingira manyamu. Basi nisubiri ngoja mimi nije toilet na moja. Asante. Dakika moja. Wewe nani unaingia nyumbani kwa watu bila kugonga hodi? Huko ni kwako. Yaani umetoka kuwepo, umeingia ndani kwa watu bila hata kugonga hodi. Inakuingia akilini kweli? Mimi ndani nilimwacha mchumba na kwaje unakaa wewe sasa? Ulimwacha mchumba? Kwa hiyo unamaanisha mimi ndo mchumba. Basi njoo tuwale wote. Kanzu fupi. Vipi? Umepata taarifa za vijana ambao tunawafuatilia? Aha. Una kijana mmoja hapo. Nilikuwa shamuona. Yanataka kumvaa tu. Nashangaa kaniponyoka, nimejivaa mwenyewe. Wewe kanzu fupi ni mpuuzi sana. Unapenda sana kukurupukea mambo. Unapenda sana kujamulia mambo hiyo. Mimi sikurupuki. Alikuwa shakuja kwenye timing zangu. Nashangaa kaondoka. Na hivi tutamwambia nini mkuu? Sina cha kuongea naye. Wewe ndo una cha kuongea naye. Sawa. Vipi? Element umemuona? Sijakutana naye kabisa leo. Joka jekundu je? Huyo mchumba tu. Kazi za kiume haziwezi. Luage tu. Hii Dodomia ametoto ya bachu Yaani kijana ni mpuuzi kabisa. Hawezi kazi. Na inabidi niitishe kikao kwa wote. Usitaki kunitoa akili. Nimekuja hapa. Na kikubwa zaidi nimekuta mtu ambaye anafanana na mimi. Yaani umerudi saa ngapi wakati mimi toka umesema unatoa muda tulipo ndani? Kwa nini kuniambia mimi nimekosea chumba cha kuingia? Na hata kama nimekosea chumba, nimemkuta mtu ambaye anafanana na mimi copyright. Isitoshe hadi ngono vaa mimi ndo kavaa yeye. Yaani unaje kumkuta mtu ambaye mfanya na ile nafanya nipo muda. Sasa nisikilize. Usitaki nitumie nguvu kubwa sana. Naomba nyanyue miguu yako uondoke. Lakini hakuna cha lakini, naomba uondoke. We kaka wewe. Unatembea njia nzima unaimaliza wewe tu. Yaani unatamba njia nzima kama ya kwako vile. Unajimaliza sana, si ndio? Nilijua utanisimamisha na vitu vyenye msingi kwa sababu vitu vipumbavu. Unajua nilipotoka nimevurugwa vibaya mno, leo sinichanganye kabisa.
Sisi kufanyia kitu ambacho nikaonekana mimi chizi au taila. Si umenielewa? Usitelewa kumaliza njia sana. Naona tembea unajinafasi njia zima ni ya kwako vile. Sikia nikwambie. Kaa ukijua siku zako za kuishi zinahesabika. Kwa hiyo tembea sana njia kujinafasi hivi. We dada, nakuita hii mara ya pili. Naomba usinitafute la rohoni. Wewe unanitafuta nini lakini? Yaani umenisimamisha unaambia vitu ambavyo vya kijinga vya kipumbavu. Nitakuja kukata makofi nipewe kesi. Unajua ni chizi we dada. Mimi taila ujue. Vipi, kuna taarifa yoyote? Kanzu Fupi kaniambia kwamba wale vijana ambao tunawafuatilia, kati ya wale vijana mmoja wapo Mijua anapoishi Na hao wengine? Kuhusu Joka Jekundu na Elementi sijajua, ila Kanzu Fupi wamesema kwamba hajakutana nao. Unamjua huyo Kanzu Fupi? Wakikutana na wenzao akili zao zote moja. Kuwa naye makini. Sawa mkuu, ila inabidi tuitishe vikao kwa vijana wote, Elementi, Joka Jekundu na Kanzu Fupi. Nachoka mimi. Unachoka nini bwana? Mwanangu wewe upingi. Vipi ndugu yangu? Makaida bwana Dula. Harakati tunasemaje? Sawa. Unajua ndugu yangu leo nimekutana na mdada mmoja kanivuruga kabisa akili yangu. Naona liwage yote kwa kichwani kwangu. Wewe kila mtu ambaye unakutana barabarani anakuvuruga kichwa. Yule dada anatabia mimi kifo ndugu yangu. Basi unitongoza kaka. Kani sio michongo yangu hiyo. Sinakujua bwana Dula. Akani. Mimi unajua mimi sielewi kabisa mwanangu. Vipi kuhusu mzigo? Mimi naona wewe Giba pamoja na Anina Bonde wote mpo kimya. Mzigo mwenyewe nasikilizia nyie. Kama vipi tupige mzigo kila mtu afanye chake. Tusikumeni mzigo, mimi nigeni changu, wewe ufe chako, Giba nafanya chake, Bonde afanya chake, kila mtu atulia afanye maisha yake. Ndio sema sio sehemu nzuri na chenga hizi, sielewi kaka. Ndio sema sio sehemu nzuri ya kuongelea. Kama vipi mimi nyingine ninge maskani. Ndio na joka wote. Dula, nimepewa taarifa na kaka yako, ameniambia sasa hivi Dula kuna mambo unayofanya yaeleweki. Na hii sijui ni kwa nini Dula. Bwana Jado, mimi nimekuelewa kwa makini sana ulivyoniambia. Lakini siku zote katika dunia kuna mwanaume alafu kuna mwanaume kamili. Unajua kwa nini akaitwa mwanaume fa mwanaume kamili? Ni kwa sababu huwa mwanaume kamili ni yule mwanaume mwenye pesa. Alafu mwanaume ni yule mtu ambaye sio na pesa, bunye yenyewe tunaita. Kwa mimi siwezi nikatoka hapa nikamfuata sijui kaka na shida ya vitafunio na shida na mandazi, hicho kitu hakuna. Mimi ni mtu mzima kaka. Na unaona kabisa vindio vinaota hivi. Miaka 22 sio mdogo mimi. Ni mtu mzima kabisa. Umeelewa? Kwa mimi siwezi kumfuata kaka yangu. Dula, sikiliza. Nataka nikuambie kitu kimoja Dula. Siku zote mamba hazuiliwi kuongozana na kenge. Ila shida inakuja pale kenge anapotaka afanane na mamba. Hii ina maana gani? Yaani wewe Dula hauzuiliwi kuongozana na tajiri. Ila shida inapokuja wewe unapotaka kuwa tajiri tu ghafla. Dula, ngoja nikwambie jambo moja. Kila kitu kinaenda ngazi kwa ngazi. Hakuna ngazi zilizoenda zikanyoka tu from nowhere. Hakuna. Ngoja nikwambie kitu Jadu ulipaswa kunielewa. Uliniambia
au nikwambie kwenye vitabu vya dini iliandikwa kuwa Yesu kabla hajasulubiwa msalabani alikaa na kondoo wake chini kuongea nao. Aliwakusanya kwa pamoja akawaambia kuwa bwana, mimi nasulubiwa msalabani lakini nitarudi. Ushanielewa vizuri? Nakuelewa. Alivyoongea nao Yesu baada ya kusulubiwa msalabani, siku zilienda, miaka ilipita, wale kondoo walisubiri, mwisho wa siku akakonda, mwisho wa siku akasambaratika. Unajua kwa nini?